Kwa hiyo tumekuwa tukifuatilia, na kwa upande wa magari makubwa, madereva watatu wakiwa na magari matatu walikamatwa kwa kukutwa na kilevi ambacho kusema kweli ni kinyume na sheria ya Transport Regulations Authority Act sura ya 413 ya mwaka 2020 kwenye kifungu cha 10 kifungu kidogo cha kwanza B. Kwa hiyo hairuhusiwi kabisa kwa dereva wa gari lolote kubwa kujihusisha au kupata kilevi cha aina yoyote halafu akaendesha hicho chombo cha moto. Katika udhibiti huu wa madereva wasiofuata sheria na kanuni za usalama barabarani, madereva 14 wamefikishwa mahakamani na madereva watatu wamefungiwa leseni zao na madereva wawili waliweza kulipa faini au tozo zile za papo kwa papo kama sehemu ya adhabu. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kusisitiza watu wanaotumia vyombo vya moto, kwa maana magari madogo ya binafsi na ya serikali, magari makubwa, vyombo vya magurudumu matatu yani bajaji, lakini pikipiki za aina yote za magurudumu mawili, wakiingia barabarani wakumbuke kuziweka akili zao sawa na kutuliza akili zao kwamba wako barabarani, wafuate sheria na kanuni za usalama barabarani. Swala la mwendo kasi ni marufuku, isipokuwa yale magari ambayo yameruhusiwa kisheria, lakini na magari machache yenye vibali maalum kwa sababu ya shughuli maalum ambavyo vibali vile vinaonyesha mwisho wa wao kuwa kwenye dharura zile. Narudia, ni marufuku ya kisheria kwa gari ambalo sio la mwendo kasi, lakini pia gari ambalo sio lililoruhusiwa kisheria kama ambulance au magari ya polisi yenye kazi za dharura maalum au magari mengine ambayo yamepata kibali kisheria ya kupita kwenye maeneo yale. Tunaendelea kuwasihi madereva wa magari ya serikali, magari binafsi, bajaji, bodaboda wajiepushe kabisa na kutumia barabara zile za mwendo kasi, kwa sababu wanaweza wakapata au wakasababisha ajali kubwa ambayo tunaweza tukapata madhara makubwa kutokana na wao kukaidi sheria ambazo haziwaruhusu kupita kwenye maeneo yale. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linamalizia kwa kuwashukuru sana wananchi wa Dar es Salaam, kwanza kwa kupenda utulivu, pili kwa kupenda mkoa wao uendelee kuwa wa amani, tatu kwa kujitokeza bila hofu kutoa ushahidi kwenye mashauri mbalimbali, hasa haya ya ukatili ambayo nimeyataja, ya kubaka, kulawiti na unyang'anyi, ambapo mwaka juzi na mwaka jana tulikuwa na kesi nyingi zilizoibuka ambazo sasa taarifa zake za mafanikio zimepatikana kupitia mifumo ya kisheria, ikiwemo ofisi yetu ya mashtaka pamoja na mahakama za kisheria ambazo zipo katika jiji la Dar es Salaam. Naendelea kuwapongeza wafichue taarifa mbalimbali za kihalifu bila uoga,
sisi tutazitunza, tutazilinda na tutawahakikishia kwamba jiji la Dar es Salaam litaendelea kuwa shwari na kufanya shughuli zake za kiuchumi na zingine za kijamii kwa saa 24 kama ambavyo tayari zimeanza.